Wanafanya kazi mbalimbali, wanajitayarisha kufanya kazi na wewe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hii inatukumbusha kwamba mfalme huyu Daudi ni mfalme alielewa principle ya participation. Hapa Kenya huwa tunasema public participation. Huyu mfalme aliona hawezi kuleta ajenda kubwa namna hiyo, haifanye peke yake na wachache. Akaita watu wengi wakuja wasikia ajenda mpya ya nchi yake. Na hiyo ni kukukumbusha ndugu yetu Samson. Hii diocese ya Nyahururu iko na mwenyewe na wenyewe. Hii diocese iko na mwenyewe na mwenyewe ni Mungu. Wenyewe ni wewe, wenyewe ni wachungaji, wenyewe pia ni Wakristo. Kwa hivyo kukiwa na jambo mpya ambayo unataka kufanya, ni vizuri kuwahusisha, ni vizuri kuwaita mkutano ili waweze kuelewa unasema nini, ili jambo iwe ni yao pia, na ili wazingatie, na kazi itaendelea vizuri sana. Hiyo mambo ya participatory involvement ni ya muhimu sana. Kuna msemo unasemwa, nothing about us without us, nothing about me without me, nothing without the clergy and the lay people of this diocese, which will be happening without them. The same can apply hata nyumbani. Nothing about nyumbani bila mama, bila baba, bila watoto. The same can apply to our nation. Nothing about Kenya without you and me who are citizens. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni ya muhimu sana kuwa kila jambo unafanya kama kiongozi wa kanisa, wa inji, wa wapi, uhusishe wengine ili waweze kuona ile ambao unasema. Na sio tu kwa mikutano peke yake. Nimekuja kuona hata wakati unapepa watu na gari, ni vizuri kuwa unawaambia sasa tunatoka kwa Rami tunaingia kwa Rough Road. Kuna siku nilitoka Nairobi tukiwa na mke wangu, tunapepa mama na mtoto, lakini mama wa nyumbani, sister in law. Sasa tukamaliza Rami, kufika kwa mchanga Rough Road, mtoto anaanza kulia. Akaulizwa na mama, kwa nini unalia Tash? Anasema ni ango Bishop. Sasa nimefanya nini? Atikari na shake, anafikiria ni mimi nafanya nini? Na shake. Hii mambo iko mingi. Katika hii diocese kuna wakati utafika ukutane na mambo makubwa mazito. Watu wataelewa kama unakutana na mambo mazito. Watu wataanza kufikiria ni ango anaendesha gari mba. Hata hii nchi yetu ya Kenya kuna mambo mingi sana inafanyika. Ingine hatujui, lakini rais anajua, pengine deputy president anajua, na wala wako karibu na yeye. Lakini sisi tukiwa mbali tunasema ni ango anaendesha gari mbaya. Lakini pengine si ango. Kuna mambo ingine sana katika hii dunia ambao viongozi wanakutana nayo. Wakijaribu kurekebisha, kushika gari inakuwa ango anaendesha gari mbaya. Siku ingine pia mke wangu akipeleka watoto PP1 nyumbani, tuko na shule pale Ishara. Sasa watoto kidogo tu, mama anawaambia msijali, barabara inakaa mbaya, kuwahusisha wajue barabara itakuwa mbaya. Watoto kaambia barabara si mbaya, hata wewe uendeshi mbaya, shinda ni mama iko kwa barabara. Au watoto nani waerevu sana, wanasema si dereva na si barabara, shinda ni vizuri kuhusisha wengine. Iwe ni kwa mambo ya barabara, iwe ni mambo ya kujenga wapi, tuwe tunahusisha wengine waelewe. Wakielewa mambo inaenda vizuri sana. David alikuwa mzee wa heshima sana. Tunaona wakati alikuwa anazungumzia watu, aliwaita my fellow people. My fellow people. Yeye ni mkubwa sana, lakini akashuka chini. Akaanza kusema mondo wa nyumba. Akaanza kusema watu wangu. Mkubwa pia ni mtu wa mahali fulani. Samson, wewe ni askofu. I'm a bishop to the church, but together we are Christians.
Mimi ni Mkristo kama wengine, ni vile ni kwa askofu kwa kanisa. Kwa hivyo hiyo kupata humility na mucho respect ya kujua wewe ni nani na wewe pamoja na wengine muko sawa ni ya muhimu sana. Daudi alikuwa servant leader. Hiyo shika namna hiyo. Uwe servant leader, unjue sisi zote tumekupatia hiyo nafasi, utuongoze, na utuongoze kuwa mmoja wetu ili ile Mungu amekuitia itafanyika. Tunaona kweli hiyo siku Daudi alifanya confirmation ya kusema huyu ndiye Mungu amechagua. Mungu huchagua. Mungu huchagua. Na wale wamechaguliwa wanafurahia sana ile siku unapewa certificate ama appointment. Leo utapata. Na sio certificate tu, hata Roho Mtakatifu na mambo mingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umechaguliwa na ngoje upatewe hiyo certificate, kuna kuanga shida mingi. Chochote chochote umeusikia siku mkuu akiuliza nani anaweza pinga hii, ulikuwa na nyamaza tu uone kama kuna yanatokea. Lakini Mungu ni Mungu. Yule Mungu amechagua anafanyiwa mambo wasiwasi publicly, na watu wanamkubali, wanaenda safari na yeye. Mungu ataenda na wewe kama vile alitembea na Solomon. Tunaona pia ni vizuri tujue hii kazi Mungu anaitia sisi, nguvu yake iko wapi? Nguvu na mamlaka ya kufanya kazi, Daudi anaambia kijana yake, si mwingine ni Mungu. Kazi ya Mungu hufanywa na Mungu. Na Mungu atatembea na wewe. Na atatembea na wewe ambao Mungu amekuitia kazi, na ukasema amekuita, Mungu hatakuacha, atatembea na wewe. Nguvu ya kufanya kazi ni Mungu. Wakati mwingine unaweza kupiga kifua, ufikirie nguvu ni wewe, ni akili zako, ni mahali umetoka kwa jeshi, unaona njisikia huko sawa. Lakini nguvu ya kufaulu kwa huduma ni mwenye kukuita, naye ni Mungu. Paulo akaambia kanisa ya Thessalonike, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, yule ambaye amekuita ndiye atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye ameita Samson atatenda. Yule ambaye ameniita, yule aliita kibishop, aliita mabishop, aliita viongozi wetu wa serikali, yule kulikuita atatenda. Ako na uwezo wa kutenda. Ingine ya kujikumbusha ni kwamba katika hii huduma tunaona Daudi alipia kijana yake usiogope. Kwa nini akamwambia usiogope? Ni kwa sababu katika huduma, uongozi, kuna changamoto yake. Kuna wakati wa dhoruba, kuna wakati mambo inakuwa mzito, kuna wakati nyuki zinatoka ndani ya mzinga, zinaanza kurukaruka, zingine zinaingia kwa miti, zingine kwa mawe, ukicheza zinaweza ingia kwa nyumba. Kule kwetu nimetoka, tukiona nyuki zimetoka kwa mizinga, hatupigi na mawe, hatuchomi. Hizo nyingi tunaimbia nyimbo. Tunaimbia wimbo, nyuki, nyuki, rudi kwa mzinga wa baba. Na nyuki after 2 days nyuki zinaru. Na yule baba tunasema hapa si baba yule anjulikana kama baba. Baba ni wewe. Nyuki za Nyahururu dazo zikitoka zitarudi kwa kanisa, zirudishe kwako ili ziweze kuendelea. Wiki imeisha, tumeona kuna nyuki zinatoka. Na hizo nyuki si mbaya, pia ni nyuki zake. Hizo nyuki hizi nyuki zetu ni vizuri tusikie zinasema nini. Nyuki nyuki ukisiona zimetoka zinapanda miti, iko na maneno inasema. Nyuki inatakiwa isikilizwe na ionyeshwe mzinga wa baba. Zingia kwa ikiingia kwa mzinga wa baba inatulia, inatengeneza asali. Asali inakuliwa na hao, na pia sisi tunakula hiyo asali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nyuki zile ziko nje ya mzinga zirudi kwa papa ili tukule asali zote tufurahie. Kwa hivyo changamoto utakutana nayo, lakini usiogope.
Usiogope kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Hata mimi na wengine ambao tuko kwa viongozi tusiogope. Hata kwa dawzazi yangu kule mbele, kuna wakati nyuki zilitoka kwa mzinga. Baba Siko Mkundi alikuja tukasaidiana. Tukaambia nyuki zuru, na kweli zilirundi. Na wakati zirudi tumejenga nyumba ya ghorofa hata Embu Town. Kwa sababu nyuki zirudi kwa mzinga wa baba. Ili tuendelee kuzalisha asali mingi. Hiyo ingine nikimalizia Samson. Umeambiwa, Daudi anaambia kijana yake, fanya kazi umalize. Any appointment iko na function zake. Appointment si jina tu, askofu, si jina tu. Hiyo jina iko na kazi ya hiyo kazi yake, ujue ni gani na uifanye. Na ukifanya kazi usifanye nusu. Fanya kazi na kumaliza. Tunajua kazi zimefanyika hapa. Bishop Gaiki alifanya yake akamaliza pale, alimalizia. Bishop wetu Kavora alifanya yake akamalizia pale. Sasa ni wewe uendelee. Hauna wakati ya kusema Gaiki alifanya ama nani alifanya. Sasa ni wewe utafanya yako unjenge. Pia niwakumbushe kuna Kikuyu chant. Inaitwa Kikuyu chant ama wimbo wa Kikuyu tulifundishwa tukiwa watoto. Tulikuwa tunaimba kwa Kimberi, inasema nengo amba yondo yakwa. Lakini wa Kikuyu inaimba nini? Nyamba kagondo kao. Nyamba kagondo kakwa. Nyamba kagondo kakwa. Ona njamba. Ona njamba. Ona njambura. Ona njambura. Haya, hiyo ni hatari sana. Wale wakuelewa hiyo, ni msichana alikuwa amefundishwa kutengeneza chondo. Sasa kaona amejua. Akaanza kuita wengine kuja muone anajua kufanya nini? Kutengeneza. Akaita walika wengine wanje waone. Mala kajeji. Akaanza kuambia kuja muone nikifanya nini nikipomo? Hapana, pomoa ndao zezi ya Nyahururu. Yako ni kujenga chondo ya Nyahururu iendelee mpaka tuende Ndunyu. Hiyo chondo ikabebe mizi. Wale wako kwa viongozi, tunaomba mali huko kulikuwa na wengine. Hiyo chondo uko nayo ni kuongeza tu zile nyuzi mpaka chondo ikae sawa. Tusipomoe chondo hata nyumbani. Usianje nyumba rabu pomoe. Hata kanisa namna hiyo, wachungaji wetu wa Nyahururu, hiyo chondo ya habari zizipomoe, endelea kuinjenga imarike zaidi. Hata nchi yetu ya Kenya, tunajua tuko na rais na deputy. Hii chondo ya Kenya isipomolewe. Chondo ya Kenya injengwe, nyuzi ziongezewe mpaka chondo iwe iko tayari kuwekwa matunda na vitu mingi. Mungu atufariki, atusaidie kufuata yale yote amesema siku ya leo, na ile ya muhimu ni kuwa na nguvu, uwe ondari na ufanye kazi. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa neno lako. Gusa nafsi zetu, akili, mwili, tuweze kufanya kazi ile umeitia kila mmoja wetu. Tunajua sisi si bure, kila mtu wako hapo ni mtu wa maana, na kuna kazi ile umemwitia afanye. Sisi tushikane pamoja, tuushishe wengine, hiyo kazi yako na ile kazi umepeana iweze kuimalika wakati ambao unafaa. Hayo tunaomba katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Asante sana Baba Askofu kwa neno la Mungu. Imetukumbusha tukio jenga na tutajenga wote tukiwa pamoja. Basi tutapata kwaya ambayo